Warumi 8:26. Warumi sura ya 8 mstari wa 26. Biblia inatufundisha hapo kwenye Warumi 8:26. Tufike hapo. Kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Hapa kwa akili zetu tunajifunza kwamba pamoja na maombi yote ambayo tunayaomba, kumbe bado hatuwezi kuomba itupasavyo kuomba. Unaweza kawa umezama kwenye Roho Mtakatifu, umezama kwenye maombi na Roho Mtakatifu unaona ameshuka, alafu tukawa tunaona tunamwomba Mungu ipasavyo, lakini kumbe Roho mwenyewe anasema bado hatujaweza kuomba itupasavyo kuomba. Hayo ujumbe wetu, hatujajua kuomba itupasavyo kuomba. Na hapa unaweza kujiuliza kwa nini hatujajua kuomba itupasavyo kuomba. Na kwa nini Roho Mtakatifu mwenyewe anasema yeye anatusaidia kuomba kwa kuugua? Na kwa nini anaugua? Kwanza kwa nini anatusaidia kuomba? Lakini pia sio tu kutusaidia kuomba, lakini kwa kuugua. Maana yake kwamba anakuwa anahuzunika. Anakuwa ana uchungu wakati anatusaidia kuomba kwa Mungu. Tumejifunza Mungu ni nafsi tatu. Kwa hiyo nafsi hii ya Roho ina kazi hiyo, ina majukumu hayo ya kutusaidia kuomba, ili yale ambayo tunayaomba yaonekane kwamba tumeomba sawa sawa. Lakini anaugua kwa sababu kwanza kuna ulazima wa kutusaidia. Kwanza anaugua kwa sababu huu umekuwa kama wajibu wa lazima, lakini haukuwa ni wajibu wa lazima. Ilibidi kwanza na sisi wenyewe tuweze kuomba itupasavyo. Lakini kilichosababisha mpaka wanadamu tushindwe kuomba itupasavyo ni kwa sababu ya changamoto na dhambi ambazo tunaziishi. Unaweza kumwambia Mungu, sawa, tusaidie nchi ya Tanzania, hawa tusaidie kwenye uchaguzi labda wa nchi, hawa tusaidie kwenye uchaguzi labda wa kanisa. Tukaenda kuomba, lakini kwa sababu ya udhaifu wa maisha ambayo tunayaishi wanadamu, maombi yetu yanakuwa hayana uwezo ule wa kwenda moja kwa moja kwa Mungu. Ndio maana yake hapa kwamba tunachokiomba hakiwezi kwenda chote moja kwa moja kama jinsi tulivyoomba. Lazima uwepo msaada wa Roho Mtakatifu kutusaidia kuomba. Maana yake kutusaidia kuyapeleka yale ambayo tumeyaomba kwa namna sahihi. Kutusaidia yale ambayo tumeyaomba. Inawezekana saa nyingine mtu ameomba, lakini kwa sababu ya uovu ambao amekuwa anaishi nao, kwa sababu ya dhambi ambazo amekuwa akichanganya, hawezi kupata kibali moja kwa moja kwa Mungu, maombi yake yakafika. Ni lazima Roho Mtakatifu amtetee kwa Mungu, kwamba muangalie hata kama alikosea lakini ameomba toba, msamehe, lakini msaidie kwenye changamoto yake hii. Msaidie kwenye hili ambalo analileta, kwa sababu ni kweli amefanya dhambi, lakini amerudi kwako, anakiri kwamba amefanya dhambi. Ndiyo, ni kweli ulikasirika, jambo
huenda lilimkasirisha Mungu. Sasa Roho Mtakatifu akiacha maombi yapite moja kwa moja, hayataweza kujibiwa na hayataweza kuwa na msaada. Unaweza kuwa kanisa linaomba juu ya jambo fulani, lakini hilo kanisa ndani yake wapo waliosimama kiroho watakatifu, lakini wapo ambao wadhaifu. Sasa kama wote wanamuomba Mungu na wapo ambao ni wadhaifu, wapo ambao wamefanya uovu, walimchukiza Mungu, Mungu alikasirika kwa namna moja ama nyingine, nao pia wanakwenda kuomba, haya maombi hayawezi kwenda moja kwa moja, na yakienda moja kwa moja na kuwa hayana majibu sahihi. Unaweza kushangaa kwa nini tunaomba muda mrefu kuhusu jambo fulani na halitokei bado, mpaka Roho Mtakatifu asimame atusaidie kuomba. Bila kutusaidia kuomba, majibu ya maombi yetu hayatutokea na tutaendelea kuona tunaishi maisha yale yale ambayo hatukupaswa kuyaishi. Na ukitaka kujua kwamba hili jukumu ilikuwa ni jukumu letu la kuomba moja kwa moja maombi yafike mbinguni pasipo kusaidiwa, kwa nini Roho Mtakatifu anaugua? Kwa nini katika andiko limemalizia kwa kuugua? Kwa kuugua maana yake ndani yake kuna uchungu, kuna huzuni ya namna nyingi, ikiwemo kwa ajili ya udhaifu wetu tulionao. Ndio maana anaugua, ili Mungu atende kwa kuhurumia huzuni ambayo anayo Roho Mtakatifu anapobeba maombi yetu. Anapopeleka maombi anaugua, maana yake hapo lazima kuna kumbembeleza Mungu. Udhaifu wake huyu mtu anayeomba msaidie. Wanadamu tuna udhaifu mwingi sana sana sana, lakini leo ningependa litoe udhaifu mdogo kabisa kwa macho yetu leo, lakini ni udhaifu ambao unasababisha hata Roho Mtakatifu anapopokea maombi yetu augue. Siri hii ni mara chache sana watu kuambiwa wakiwa makanisani, lakini pia siri hii ni wachache wanaoijua na wanaoisikia, na wakiisikia ni wachache ambao wanakubali kupokea. Sasa kama Roho Mtakatifu anaugua kwa namna isiyotamkika juu ya maombi ambayo tunayaomba, na saa nyingine tunapata majibu, saa nyingine hatupati majibu. Kwa nini sasa saa nyingine hatupati majibu? Ni kwa sababu sio kama Roho Mtakatifu ndiye ameyazuia, au Roho Mtakatifu ameona asikusaidie. Inawezekana kuugua kule kumepitiliza sasa kiasi kwamba maombi yako yanashindikana kufika. Yaani hata yeye akiyapeleka hayo maombi yafanyike kwa muda huu ambao unautaka wewe, inakuwa ngumu. Na kuthibitisha hilo, kuangalia maombi mangapi watu wanayaomba kwa Mungu lakini hayapati majibu, ni pamoja na uovu ambao hata Roho Mtakatifu anashindwa kuubeba, akaugua mbele za Mungu akaeleweka juu ya ombi lako. Siri hii leo naifichuka upande wa wanawake, wa mama, na kwa wewe ambaye unanisikiliza iwe faida kuweza kuipokea, ipokee. Kuna siri ambayo inaunganishwa kwenye mafuta ya wanawake kama jinsi ambavyo niliwahi kugusia, Carolite au dawa za nywele.
Carolite ni dawa ya ngozi na hata dawa za nywele. Nitasoma kidogo hapa kwa sababu kuna maandishi. Kuna mafuta ya wanawake ambayo nayo hata waliokoka wanayatumia. Carolite na zikiwemo dawa mbalimbali za nywele. Kwa kiasi kikubwa vina mchanganyo mpaka wa ubongo wa mtoto mchanga. Lakini pia kuna mchanganyo wa vitu mbalimbali kutoka kuzimu. Shida iliyopo mpaka watu wa Mungu leo wamekuwa wakitumia haya. Na hii siri inatolewa na watu ambao ilikuwa ni kazi yao kuangusha makanisa kwa njia hii na kuangusha watu wasipate kile wanachokistahili katika maisha yao. Kwa sababu wanapotumia vitu hivi ambavyo vina mchanganyiko na connection ya kuzimu, wakati vinatengenezwa vinaambatanishwa na kodi satanisti. Kodi namba 666. Kwa mtu wa Mungu anapokuwa amevitumia na anaenda kumuomba Mungu, Mungu anaona connection ambayo anayo na kuzimu. Ni sawa sawa ukiwa na mali za Freemason tayari unaona connection za Freemason. Muda wowote wanaweza kufanya chochote kwa sababu una mali zao. Vifaa hivi vinaunganishwa moja kwa moja, vinakuwekea mnara moja kwa moja wa majini na vinaanza control maisha na kiroho chako. Shida iko pale kwamba watu wa Mungu wanapoambiwa hivi wanaweza wakazungumza kwamba sisi tumeshaokoka na kama tunavaa vitu hivyo au tunavitumia vitu hivyo basi tunapoomba vitu hivyo vinashindwa. Siri iliyopo ni kwamba hawezi ukatumia mali ya Freemason alafu wao wakawa wameshindwa kufuatilia. Hawezi kutumia mali labda za Illuminati upo nazo alafu bado unamuomba Mungu akuepushe na shida ambazo Illuminati tutakuinda. Kitu kama hicho Mungu hawezi kufanya kwa sababu tayari umejimilikisha vitu ambavyo ni vya kwao na wana sababu. Ukikemea wakati umetumia Carolite ambayo ina connection moja kwa moja na kuzimu, maombi hayo hayatakuwa na msaada. Kwa sababu tayari una mali zao. Lakini pia kuna neno sema hata tutafunga tutakuwa tunavunja, tunatumia hivyo lakini tunafunga na tunavunja. Hapana, ni mnara wa majini moja kwa moja kuzimu na kuwa umeunganishwa nao. Na Mungu anaposema akusaidie, anakutana na vitu hivi. Anashindwa, na ndio maana mtu yote ambaye anaacha, mfano alikuwa ni Freemason alafu akaacha, akaamua kuokoka, sharti kuu ni lazima arudishe mali zote ambazo alikuwa anatumia kuzimu au alikuwa amepewa kuzimu. Asiporudisha mali hizo lazima tu hapo atafuatwa, na hakuna mchungaji ambaye atakubali kumpa huyo sala ya toba alafu akamwacha anaendelea kutumia mali za kuzimu. Kama magari, majumba aliyapata kwa ajili ya kutumika huko, ataambiwa rudisha kwanza ndipo usalama wako uwepo. Ingelikuwa kama mtu anayetoka Freemason anaokoka akabaki na mali zake, tungesema kweli Mungu anaweza kutetea maisha yako hata kama una mali au vitu vya kuzimu. Lakini kumbe Mungu hawezi kukutetea ikiwa una mali au una vitu vya kuzimu ambavyo vimetoka kuzimu au umevipata kuzimu. Leo dunia imeenda mbali sana, inatumia dawa za nywele na inaunganisha vitu kutoka kuzimu. Inatumia Carolite, inatengenezwa kuzimu na kwenye mashine inayoitwa Burian Head Dragon. Mali nyingine
Nilio kuzungumzia ni rasta. Rasta nyingi zinatoka kuzimu. Mabosi wa hivi viwanda wanavitoa kuzimu. Wakitengeneza wao wanatengeneza, lakini lazima waunganishe na bidhaa mbalimbali kutoka kuzimu. Mfano, nywele ya mzee mwenye upaa ambaye ni wa kwanza kuzaliwa katika familia yake na yuko yeye peke yake, ni dili sana kuzimu, inatumika kuunganisha na zile rasta. Kwa hiyo mteja anapokuja kununua anavaa rasta ambayo tayari imeunganishwa, yani sawa sawa na inamchungulia mwenyewe ajijui. Kuzimu wanakuwa wanafahamu kila anachokifanya. Wanajua saizi turushe kombora gani, saizi tusirushe kombora gani, saizi anaenda kanisani, saizi tumuunganishe na nini, yuko wapi. Na ndio maana ndakuta watu wa Mungu wameokoka wengi sana, wameokoka lakini hawaishi matatizo. Leo anaumwa hapa, kesho anaumwa kule, kesho anapatwa na tatizo hili, kesho janga lile, kesho kutu hana amani, kesho kutu hana hiki. Yaani muda wote yeye hata amani ile ya wokovu inapotea. Anatembea na Mungu hivyo kwa majonzi siku zote. Lakini mbona kuna wengine wanaishi maisha ya kawaida? Lakini mpaka aje kufahamu kwamba inawezekana natumia vifaa vya kuzimu, kwa hiyo vinatoa nafasi ya kuniendesha vitu ambavyo sivijui. Hiyo ni siri ambayo huwezi kaambiwa na wachungaji wengi, kwa sababu mpaka wajue hii siri, aidha wawe wametumika kuzimu au wamefundishwa na mtu ambaye ametoka kuzimu. Ni siri, kama ninavyosema ni siri. Sasa namalizia kuzungumzia jinsi gani vitu hivi vinaweza kukufanya hata unapoomba maombi yako yakawa hewani, Roho Mtakatifu akashindwa kukusaidia. Anakuta mtu ujasiri wa kuomba unaondoka. Kwa sababu gani? Anaona akijiombea hakuna mabadiliko yoyote, au akiomba hakuna mabadiliko yoyote. Kumbe shetani sasa ameshapata faida kupitia vifaa ambavyo anavitumia. Kazi yake hizi kodi ambazo zinaambatanishwa kwenye nywele za rasta, kwenye Colorite, dawa za nywele, na sikumaliza tu vyote, japokuwa sio vyote vinatoka kuzimu. Lakini sasa kuvitambua ni ngumu, kwamba hii ni rasta ya kuzimu au hii ni nywele, hii ni Colorite ambayo ina kodi ya kuzimu. Ni ngumu, wanajua wenyewe matajiri ambao umetengeneza. Sasa msaada ukoje? Msaada ni kuviepuka rasta za kuzimu, dawa Colorite, dawa za nywele, hereni, mahereni ya mabangili. Vingi sana vinatoka kuzimu na vina kodi namba 666, kodi satanic kodi. Inawezekana usiione, lakini tayari ina hizo kodi. Hiyo ndio siri ambayo inatafuna watu wa Mungu wengi leo, na maisha yetu mengi yameharibika kwa sababu hatuelewi. Mtu anasali lakini matatizo yanamuandama, hajui shida iko wapi. Akigundua siri hii akachoma, akafanya maombi ya siku 3 kujifarakanisha kutoka kwenye vifungo hivyo ambavyo vilikuwa vinamfuatilia kupitia haya mapambo. Baada ya hapo atashangaa kuona maisha yake yanabadilika, na yanakuwa maisha ambayo mwenyewe ataona kwamba kweli kuna tofauti kati ya mwanzo na sasa. Biblia inatufundisha kwamba Mungu alituumba kwa mfano wake. Kwa hiyo wakati mwingine tunavyoviongeza katika miili yetu, tujiulize ni mfano wa nani?
Mungu wakati anatuumba alituumba tukiwa natural kabisa, tukiwa asili. Lakini wakati mwingine tunaoviongeza kama mapambo, tujiulize tunafanana, tunaenda kujifananisha na nani? Vinginevyo tunaingia kwenye mtego wa kupendeza, kumbe tunaingia kwenye vifungo vya maisha. Na hapo utajiri utausikia, mafanikio utayasikia tu. Mpango kila ukipanga inataka kutiki upate hela, mipango inavurugika. Ndoa zinavunjika. Haupati kile ambacho unataka, unapata ambacho kinakuja. Ukishtuka utaanza kuona mabadiliko. Kwa nini sasa mtu aliyeokoka anaweza kutumia vitu hivi na bado akaendelea kuishi, lakini unasema kwamba maisha yake yatakuwa yanaendeshwa na kuzimu, lakini ameokoka? Kwa sababu gani? Zina kodi namba 666, yani satanic kodi. Lakini pia hiyo vitu vina kazi ya kukopi nguvu ya imani, na vina kazi ya kukopi supporter company, yani watu ambao wanaweza wakuombea au kusaidia au kushika mkono. Aeva rasta, hata mtu akaja kumuombea, ile rasta ya kuzimu tayari imesha kopi hizo vitu tayari mapema, yani kule imeandaliwa kwa ajili ya kazi hiyo. Kukopi supporter company, yani kwa mtu ambaye anakuja kumuombea au kumsaidia kifedha. Lakini pia ina kopi nguvu ya imani. Maana yake wewe mwenyewe mwenye nguvu ya, wewe ambaye unatakiwa uwe na nguvu ya imani, imani yako itaanza kutetereka, lakini unaishi katika maisha ya wokovu. Lakini pia yani hapo unaweza kujiona imani inashuka kwa baridi. Sasa nyingine unaweza kujiuliza, kwa nini mimi nimeokoka kweli? Kwa sababu gani? Tayari shetani ana vitu vyake kwako. Lakini pia ina copy mistake ya imani. Ya maana yake hizo vitu vinabeba makosa ambayo yatakuwa yanapunguza imani yako. Kwa hiyo muda wote unaweza ukajikuta ni mtu wa makosa tu. Fanya dhambi hata kama hutaki, unajikuta umefanya dhambi. Lakini watu hawa bado tunaomba, ndio pale Roho Mtakatifu anasema anatusaidia kwa namna ya kuugua. Sasa saa nyingine kuugua kunakuwa inashindikana kwa sababu vitu ambavyo tunavyo vimemilikishwa tayari na shetani. Lakini pia nimaliza kusema kwamba kuna dalili ambazo zinaweza kukuonesha kwamba hapo umetumia nguvu, umetumia vitu ambavyo sivyo. Kama ni mvaaji wa vitu hivi, kwa hiyo ambao unanifuatilia hata mtandaoni, ni mvaaji wa vitu hivi, jipime na haya ambayo unayokwenda kuyatoa kama dalili. Halafu utafahamu kwamba ninatumia vitu ambavyo vina kodi namba satanist. Mtu ambaye au dalili za mtu ambaye anatumia vitu vyenye connection na kuzimu. Moja, atakuwa ni mtu wa kuumwa na kichwa sana. Lakini pia atakuwa ni mtu saa nyingine ni wa kuwashwa mwili. Mwili unawasha bila sababu yoyote. Kichwa kinauma bila sababu yoyote. Mwili kuwasha saa nyingine bila sababu yoyote. Saa nyingine mapigo ya moyo yanalipuka, yanaenda kasi bila sababu yoyote. Saa nyingine unajikuta unakosa amani, na hii inakuwa mara kwa mara. Unakosa amani. Leo una hasira, kesho unashangaa watu wanakushangaa una furaha sana. Tundogoro una hasira, kesho kuto unakushangaa watu mbona leo unafurahi sana. Saa nyingine mpaka watu wanakuogopa. Kwa sababu gani? Unakuwa mtu ambaye haueleweki. Mbona mbadilika leo ucheki na mtu? Hata saa nyingine mwenyewe ukiambiwa unaweza kujishangaa. Mimi najiona tu niko hivi. Kumbe unakontroliwa na kuzimu hapo, kuna usukani unakuongoza kuwa hivyo. Lakini kitu kingine, miayo, unakuwa ni mtu wa miayo. Chuki bila sababu, kama jinsi nilivyosema kwamba saa nyingine unaweza kuchukia tu, watu wakawa wanakushangaa. Lakini dalili nyingine kwa mama, kama jinsi ninavyosema, siku za kubadilika. Lakini pia kuwa na maumivu makali sana ya tumbo.
makali sana ya tumbo. Maana yake ni kwamba kuzimu tayari wana control na mwili wako. Kwa hiyo saa nyingine wanaweza kawa wanakunywa damu, na ndio maana kichwa kingine kinauma kwa sababu ya zile rasta. Wanaweza kawa wanakunywa damu pia wakati upo kwenye siku zako, unajihisi maumivu sana, kumbe shetani na yeye hapo kuna vitu anafanya ili tu wewe usielewe, ukahisi kwamba ni hali ya siku zako. Lakini pia siku kubadilika ovyo ovyo, hazina mpangilio. Hapo shetani ana control maisha yako hapo. Lakini dalili tatu za mwisho, mimba zinakuwa zinaharibika na hazieleweki hata zikikaa. Kwa hiyo ukiona hii dalili pia ya mtu anaharibikiwa ujauzito, saa nyingine yashiki, anakontroliwa na kuzimu. Kuna majini maalumu ambayo ndio yanafanya kazi hii, kama vile Zaniat, Maimuna. Na ukija kuangalia ya Zaniat na Maimuna, utakuta ni majini ambayo yanapenda sana suruali, majini ambayo yanapenda mapambo yote, huwezi kuyakuta akiwa kawaida. Mpaka kucha zina rangi nyekundu na ni ndefu. Na kuna jini inaitwa Malakul Maut. Yeye lazima umkute na kucha ndefu kwa sababu kazi yake ni kutoa roho za watu. Inatumwa kwa ajili ya kazi hii. Na kucha hizi nyekundu kwa sababu ya damu. Kwa unaweza ukaelewa watu wanaojipamba kwa mifumo hiyo wanamfuatisha nani, inaweza ikawa kwenye hatari gani. Lakini ya nane ni ndoto za kukimbizwa na majoka, ndoto za kukimbizwa na ng'ombe, ndoto za kukimbizwa na wanyama, simba, ndoto za kujikuta unaingia kwenye maji, unaogelea bila mwenye kutaka, au kustuka tu wakati usiku umelala. Ni dalili kwamba kuna roho za kuzimu zimeunganishwa na wewe. Na dalili ya mwisho, mtu anakuwa anakosa ushirika na Roho Mtakatifu, anakuwa anakosa amani, na saa nyingine magonjwa ya ajabu ikiwemo na kansa. Lakini bado tu kanisani na tunamuomba Mungu, watu wanateseka wakiwa na haya mambo. Roho Mtakatifu anatusaidia kuomba, lakini saa nyingine majibu yetu hatuwezi kupata. Roho Mtakatifu anashindwa kwa sababu ya connection tunazozibeba bila kujua. Dhambi zinazaliwa endapo utavivaa vitu hivi, kwa sababu vitakupunguza imani na utaanza kufanya uovu, imani yako itatindika. Mpaka hapo nimefikia mwisho somo letu, lakini lengo ni kukumbusha kwamba kama unatumia vitu hivi, lengo kubwa la shetani, hali yako ya kwanza iwe tofauti na ya mwisho. Maana yake nini? Hali ya mwisho inakuwa mbaya kuliko hali ya awali. Dalili hizi nimezitaja, lakini utaangalia maisha yako mwenyewe. Umeokoka lakini maisha yanakuwa mabaya kadri siku inayozidi kwenda. Kwa sababu gani? Shetani lengo lake, hata Biblia imezungumza kwamba hali ya mtu huyo itakuwa mbaya kuliko ya kwanza. Kiuchumi, kimaisha, sijui katika mifumo yote. Afya, utashangaa kila siku unazidi kudhorota na changamoto haziishi. Sio mpango wa Mungu tuendelee kuteseka katika ndoa, sio mpango wa Mungu tuendelee kuteseka katika uchumi wetu, kuwa masikini, hapana. Sio mpango wa Mungu. Lakini je, mbona umeokoka na unaomba lakini ubadiliki? Ni lazima tujiulize, tunabeba vitu gani vinavyotupoteza katika njia sahihi. Wakati tutaenda kumwomba Mungu maombi haya, tutaenda kuomba Mungu maombi mawili, tutaimba nyimbo kuabudu, na hatimaye tutaenda kumaliza na maombi mawili ya mwisho. Lakini tayari umeshafahamu kwamba saa nyingine tunaweza tukaomba na tusifanikiwe kwa sababu tuna satanic code. Tutaenda kuimba nyimbo kuabudu na tutaenda kuomba ombi la ushindi juu ya haya maisha.
na utaambatanisha na ombi la maisha ya mchungaji na familia yake. Simama. Wewe ni Bwana utuponyaye, wewe ni Bwana ponyaji, utuma neno lako lituponye. Wewe ni Bwana mponyaji, wewe ni Bwana, wewe ni Bwana utuponyaye, wewe ni Bwana ponyaji, utuma neno lako lituponye. Wewe ni Bwana mponyaji, wewe ni Bwana utuponyaye, wewe ni Bwana ponyaji, utuma neno lako lituponye. Wewe ni Bwana mponyaji, wewe ni Bwana. Yeye ni Bwana, anasikia. Yeye ni Mungu, anatuma neno akiwa anajua maisha yetu yanafungwa sehemu gani. Mungu ana huruma sana, lakini maisha yetu hayabadiliki. Kuna nini ambacho kinaongoza maisha yetu? Watu wana magonjwa mbalimbali, lakini bado wanamwabudu Mungu. Wewe ni Bwana utuponyaye, wewe ni Bwana ponyaji, utuma neno lako liniponye. Wewe ni Bwana mponyaji. Yeye ni nani? Yeye ni Bwana, anasikia. Mungu anachunguza mengi sana. Mungu anachunguza maisha yako. Muombe Mungu akupe ushindi katika maisha yako. Unamtumikia Mungu lakini magonjwa yakuachi. Ondoa satani kikodi zinazosumbua maisha yako na Mungu akupe ushindi. Tumuombe Mungu. Baba, asante Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Yakobo. Mungu resikia juu ya maisha haya ambayo tunayaishi. Tunauomba ushindi sana. Lakini Mungu wa mbinguni, bado ushindi huo unakuja nusu. Ushindi dhidi ya magonjwa ambayo yanatusumbua. Ushindi dhidi ya maisha ambayo yanatusumbua. Angalie pia tena yule ambaye Bwana amesikia ujumbe huu, ya kwamba Roho Mtakatifu unatusaidia kwa kuugua, lakini kumbe kuna wakati hatujibiwi maombi yetu, hatupati, tunasingizia kwamba muda bado. Tunasingizia kwamba Mungu anajibu kwa wakati. Na wakati huo wamesema kwamba ombeni lolote nanyi mtapewa, bisheni nanyi mtafunguliwa. Maombi yetu mengi, maombi yake mama huyu mengi, maombi yake dada huyu mengi, kaka huyu ambaye anasikiliza mengi sana hayajajibiwa. Lakini wewe Roho Mtakatifu si ndio unatusaidia kuomba wa kuugua? Haukumsaidia mama huyu mwenye kansa, haukumsaidia baba huyu mwenye shida hii, haukumsaidia dada huyu mwenye shida hii ambayo ameleta kwako? Kumbe ni kwa sababu tuna connection na kuzimu. Tunaomba ushindi juu ya haya yote.
tunaomba ushindi. Ninaomba ushindi kwenye magonjwa ambayo Bwana tunayapitia. Naomba ushindi kwenye magonjwa ya dada huyu ambaye anayapitia. Naomba ushindi kwenye magonjwa ya baba huyu ambaye anayapitia. Tunaomba ushindi kwenye magonjwa ya msikilizaji huyu ambaye anayasikia maombi haya. Mungu wa mbinguni, ushindi ukaambatane pamoja nao. Ushindi ukaambatane pamoja nasi. Pale ambapo Mungu wa mbinguni una kodi satanisti, tukachome moto kila kodi zote ambazo shetani anazitumia. Iwe ni hereni, iwe ni rasta, iwe ni kauraiti, iwe ni vipuri, iwe ni namna yoyote ya mapambo. Mungu wa mbinguni, tuondolee hiyo vitu Bwana. Maana hakika kwa akili zetu hatuwezi. Tunahitaji msaada wako kufanya badiliko. Tunahitaji msaada wako ili hatimaye tutoke huku kwenye connection za kuzimu, kwenye connection na majini, kwenye connection na Burian Headed Dragon, kwenye connection na madhabahu za kuzimu ambayo ni Burian, Arufani, Kamoria, kwa jina la Yesu Kristo. Na huko kwenye Burian, Murenge, Alutare, ninakabidhi moto ukashuke huko kwa jina la Yesu. Maisha yetu yakafunguliwe, maisha ya mama huyu yakafunguliwe, maisha ya msikilizaji huyu yakafunguliwe, maisha ya mtumishi wako yakafunguliwe katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Lakini pia Mungu wa mbinguni, unamleta kuhani wako na familia yake. Neema yako ikaambatane juu yake, juu ya kuhani huyo. Neema yako Mungu wa mbinguni ambayo ilimpa akaona amani ya kuja kutumika hapa. Kuhani Tadei, mchungaji huyu na familia yake, kwa jina la Yesu Kristo, kama tulivyoombea wengine, tunamkabidhi mikononi mwako na kuhani wa kanisa hili Bwana. Nenda ukashushe nguvu, nenda ukashushe maarifa, nenda ukashushe uzima na uponyaji. Angalia ndugu, angalia watoto, familia yako ujumla, angalia mke wake, angalia na wote wanaomzunguka kwa jina la Yesu Kristo. Uonevu wa kuzimu ambao utajinua juu yake, ambao utajinua juu yao kwa kuunganisha maisha yao na kuzimu, kwa kupeleka sababu ambazo zitakuwa zinaunganisha na kuzimu, tunakwenda kuziumbua sababu hizo na zisipate nafasi kujinua juu yao, ukibadilisha maisha yao. Mungu wa mbinguni, halimiri jina lako Mungu Isaka, Mungu wa Yakobo, maana umeenda kutenda, maana umeenda kujibu haya ambayo Bwana tumeomba mawili, na hatimaye tutakapoenda kuyamalizia mengine, tuna imani kwa Bwana utaenda kushuka, utaenda kutenda, na utaenda kutupa sawa sawa na maombi yetu haya Bwana. Halibidi jina lako Jehova. Asante Mungu wa mbinguni. Hakuna Mungu kama wewe, kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna kama, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe. Wewe tu niwe msaada wetu, wewe tu msaada wetu, ni wewe tu niwe msaada, ni wewe tu niwe msaada wetu, wewe tu niwe kimbilio, wewe tu kimbilio, wewe tu niwe kimbilio, wewe tu niwe kimbilio, ni wewe tu niwe mponyaji, wewe tu ni wewe tu niwe mponyaji, wewe tu
la 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 la. Wakati unaenda kumalizia maombi hayo mawili, naenda kumwambia Mungu angalie uchaguzi wa kanisa la EAGT, uchaguzi wa taifa. Lakini pia utaenda kumwambia Mungu akupe ushindi zaidi juu ya changamoto yako. Utaenda kuyaunganisha maombi ya mawili. Mwambie Mungu sasa asimamie kile ambacho ni hitaji lako, asimamie na uchaguzi huu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wa mbinguni, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, tazama watoto wako wa kanisa la EAGT Tanzania ambao wanakwenda kufanya uchaguzi mkuu mwaka huu. Ndio hawa ambao unawatarajia waingie mbinguni, lakini ndio sisi ambao unatarajia tutayatenda mapenzi yako tufike mbinguni. Lakini ndio sisi ambao tunaomba, lakini mafundo yametukamata, kodi za satanisti zimetukamata, zinakamata maisha yetu, zimefunga maisha ya watu wako wa EAGT na makanisa mengine. Lakini Bwana, si ndio hawa ambao unasema unapendezwa nao walioko duniani, lakini maisha yao yamekuwa ya kuungaunga, lakini maisha yetu yamekuwa ya kuyumbishwa. Pale ambapo uchumi unatakiwa usonge mbele, lakini watu wako wamerudishwa nyuma. Pale ambapo maisha ya masomo ya watu wako yanatakiwa yalete tija, lakini wamesimamishwa. Pale ambapo Mungu wa mbinguni, watu wako wanahitaji wakuone sana, lakini wanakuona nusu. Nenda ukaondoe vile ambavyo vinaweka kuwa kodi satanisti. Wakati wanaenda kufanya uchaguzi huu, ukakutane nao Bwana. Toa viongozi ambao wataendelea kuwaonesha kwamba kuna vitu ambavyo vinaunganisha kuzimu na maisha ya wanadamu, ikiwemo hayo mapambo, ikiwemo hizo rasta, ikiwemo hivyo vitu vya kujipamba ambavyo leo vimekuwa ndio fashion, ambavyo hata watu wa Mungu leo wamekuwa vipofu nao. Mungu wa mbinguni, tusaidie kupata viongozi ambao watakuwa wanaona macho ya rohoni, ambao watakuwa wanatenda yale ambayo Mungu wa mbinguni unawaambia na kuwasaidia ili kulijenga kanisa. Tunahitaji Bwana ukasimamia uchaguzi huo, neema yako ikasimame juu uchaguzi huo. Viongozi wote ambao utaenda kuchaguliwa wawe wale ambao wamepata kibali machoni pako. Lakini Mungu wa mbinguni, tunaleta shida na fadhaa zetu. Neema yako ya ajabu iko wapi Bwana? Ikazungumze nasi. Angalia Bwana kiroho chetu ambacho kipo, lakini kipo kama hakipo. Maisha yetu ya wokovu ambayo Bwana yanahitaji mafunuo, tumekosa mafunuo. Ninakwenda kuomba zaidi na zaidi mafunuo ya roho, macho ya roho, kuona katika ulimwengu wa mwili na kuona katika ulimwengu wa roho. Maana hakika shetani anakuwa anatesa kwa namna ya ujanja. Vingine tunaviona kuwa ni sawa, lakini kumbe tunaingia vifungo vya kuzimu, tunaingia mafundo ya kuzimu, tunaingia minara ya majini, tunaingia mihuri ya moto, tunaingia satanic kodi ambazo zinakwenda kutesa maisha yetu, lakini tunasema tumeokoka. Bwana, endelea kufunua macho ya rohoni. Bwana, endelea kunifunulia macho ya rohoni. Bwana, endelea kutufunulia macho ya rohoni. Tunahitaji macho ya roho, tunahitaji mafunuo, tunahitaji neema yako, neema zaidi katika kutumikia, neema zaidi katika kuieneza injili dunia mzima, neema zaidi katika kueneza injili Tanzania, neema zaidi katika kufanya yale ambayo yanakupendeza wewe. Katika jina la Yesu Kristo, ninakabidhi maisha yangu, nakabidhi maisha ya mtumishi wako huyo. Nenda ukafungue kiwa pale ambapo shetani amefunga. Nenda ukafungue vifungo. Ninafungua vifungo vyote. Ninavunja minara yote. Ninachoma minara yote majini. Ninakata minara yote majini. Ninakata mafundo ya kichawi yanayokamata nyota na nafsi za watumishi wako, yanayokamata nyota zetu, yanayokamata nafsi zetu, yanayokamata nafsi ya mama yule, yanayokamata nafsi ya baba yule. Kwa jina la Yesu Kristo, nenda ukafungue roho zote zisipate nafasi ya kutufuatilia. Ninakushukuru Mungu wa mbinguni kwa sababu utaenda kuharibu
kuharibu, sehemu zote ambazo shetani ameweka maunganisho, sehemu zote ambazo shetani ametoa kafara kusimamia mateso hayo juu yetu, na roho zinazofuatilia zote, nikizichoma na kuziangamiza katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu wa mbinguni, asante, maana hakika utaenda kututetea, utaenda kutuongoza katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Haleluya, jina lako Bwana. Maana hakuna Mungu mwingine na wewe. Maana hakuna Mungu mwingine na wewe Jehova. Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Mungu unasikia ambaye sikio lako si zito hata lishindwe kusikia maneno ya watumishi wako, katika jina la Yesu Kristo. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Basi wakati huu umefika mwisho wa ibada yetu ya maombi, na tutakwenda kufunga ibada hii na kuwakabidhi wale wote ambao wana shida mbele za Bwana. Tuombe. Baba Mungu wa mbinguni, Mungu wa Isaka, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Yakobo, tazama watoto wako tumefikia mwisho wakati huu. Umetufundisha juu ya uuguaji wako kwa maombi yetu ambayo tunayaomba, na mapungufu yetu ni namna gani yanakwenda kuzuia majibu ya maombi yetu, baraka zetu ambazo Bwana tumekuwa tukizililia, uzima wetu ambao Bwana tumekuwa tukiulilia juu ya watu wako, hata kwa wale ambao wamekuwa wasikilizaji wazuri wanaotufuatilia kwa njia ya YouTube, wanaotufuatilia kwa njia ya mtandao. Mungu wa mbinguni, nao umeona, ndio maana ukaleta somo hili ili ubadilishe. Angalia vile ambavyo Bwana tumeviweka kuwa rasmi katika maisha yetu, ambavyo ndio chokochoko ya kuteswa kwetu, chokochoko ya kuonewa kwetu na kuonewa kwao. Kwa jina la Yesu Kristo linasema kuanzia leo Bwana wanaenda kufanya badiliko juu ya maisha yao. Mwangalie mama yule ambaye anifuatilia, mwangalie baba yule ambaye anifuatilia, mwangalie dada yule ambaye amesikia ujumbe huu. Nenda ukazungumze naye katika ulimwengu wa mwili na katika ulimwengu wa roho. Aondoe satani kikodi ambazo zinaendesha maisha yake, akabadilike na akawe mpya. Ninafuta roho za magonjwa ambazo ziko juu yake Bwana. Ninafuta roho zote ambazo zinasimamia maisha yake na sababu zote ambazo shetani anazo. Ninawakabidhi pia wagonjwa ambao Mungu wa mbinguni wameleta shida zao kwetu, wameleta shida zao kwa kanisa liyosaidie, akiwemo Beatrice Oliver, akiwemo pia na ndugu wa mama Ana. Ninakwenda kuwakabidhi mikononi mwako. Wafungue hawa, wafungue hawa. Mfungue mzee yule, mfungue dada yule ambaye pia hata shetani amepandikiza kondo kuzunguka kwa mtoto, kulivaa pasipo kueleweka amelivaaje. Ninakwenda kuagiza malaika wa Bwana akashuke juu yake, akashuke na juu ya wote wenye shida ya ujauzito, watoto kuyavaa makondo pasipo kuelewa, watoto kuingia shida wakiwa tumboni, mipango ya kuzimu na minara majini kwa Beatrice Oliver, moto, na kwa wengine wote ambao wananisikiliza kwa njia ya mtandao ambao wana shida kama hizo, shida za uzazi, shida za watoto tumboni kwenda tofauti, ujauzito kukengeuka utaratibu. Kwa jina la Yesu, minara ya majini iliyopo ninaipiga sasa, haina nafasi. Vifungo vyovyote vya majini vya kuzimu na madhabahu zao na kafara zao ninazifunga, hazina nafasi, na ninatangaza uzima kwa Beatrice Oliver na Majojo. Ninatangaza uzima kwa mama yule ambaye amemleta ndugu yake wa mama Ana, ambaye amemleta ndugu yake machoni pako. Ninafungua vifungo vyote, vifungo vya umauti vikashindwa kujuzurusha juu yake. Kansa iliyonenwa juu ya baba yule, kansa iliyonenwa hata juu ya mama huyu ananisikiliza, kansa iliyonenwa hata juu ya dada ananisikiliza, magonjwa ya uzazi yaliyonenwa hata juu ya dada ananisikiliza, magonjwa ya uzazi yaliyonenwa hata juu ya baba huyu ananisikiliza, kwa jina la Yesu Kristo leo
Leo natangaza kuwa mwisho. Leo natangaza kuwa mwisho. Leo natangaza kuwa mwisho. Nabatilisha hati za mashtaka. Nabatilisha hati za mashtaka. Ninafunga katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Satanic code juu ya maisha ya mama huyu. Satanic code juu ya maisha ya baba huyu. Minara majini juu ya maisha ya mama huyu. Kwa jina la Yesu ninafungua hata matumbo yao. Kwa wale ambao hawashiki ujauzito, Shetani amefunga kwa kodi zake. Ninafungua kodi hizo na ninatangaza kushika ujauzito wa mama huyu. Ninatangaza kuzalisha kwa baba huyu. Ninatangaza kufutika kwa ugumba na utasa kwa jina la Yesu Kristo. Mwangalie na huyo aliyofungwa katika uchumi, inakwenda kufungua maisha yake. Roho za umasikini ambazo zinakamatia maisha yake, roho za chuma ulete ambazo zinakamatia maisha yake, kwa jina la Yesu. Majini yote ya chuma ulete, majini yote yanayobatilisha maisha yao na utajiri wao, ninayapiga kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ana nafasi na kuanzia sasa watakwenda kutangaza ukuu wako, watakwenda kutangaza ukuu wako. Angalia pia na huyu anayenisikiliza ambaye ana magonjwa ya kichwa, magonjwa ya kansa, magonjwa ya moyo, magonjwa ya pressure ya namna yoyote ya kupanda na kushuka, magonjwa ya tumbo, miguu kuwaka moto, kwa jina la Yesu Kristo. Na magonjwa yote ambayo anayo, iwe ni upofu na uziwi, iwe ni uwete, iwe ni namna yoyote ambayo Shetani amejinua juu yake, ninakwenda kufungua nati za kuzimu, ninakwenda kufungua mamlaka za kuzimu. Ninabatilisha kafara hizo fanyika kwenye Buriani Mulenge Alutare. Ninachoma kafara hizo. Damu zomwagwa juu ya mama huyu, damu zomwagwa juu ya dada huyu, damu zomwagwa juu ya baba huyu kuharibu maisha yake, ninakwenda kuzichoma moto, ninakwenda kuzifunga zile nafasi. Mungu wa mbinguni, tembea na watoto wako hawa ambao wamesikiliza ujumbe huu, ukawatie nguvu, ukawasaidie, na watokapo hapa neema yako ikaambatane pamoja na watu wako, ukuu wako ukaambatane pamoja na watu wako. Nenda ukaangalie Bwana, tuairishi baraka zako, tunairisha kipindi hiki, lakini bado ukuu wako, ulinzi ukatembee na watu wako wa Bwana, uponyaji ukatembee na watu wako wa Bwana, maana hakika wameenda kusikia kile ambacho tumeenda kujifunza hapa, na tunaamini ujumbe huu utakwenda kuwa badiliko juu ya maisha yao. Ujumbe huu utakwenda kuwa ushindi juu ya maisha yao, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Asante Bwana, na yaweka yote mikononi mwako, nikiamini yako Bwana umeenda kujibu na umeenda kurekebisha na utaenda kufanya upya maisha yao kuanzia sasa, katika jina la Yesu Kristo nikiomba na kuamini. Amen. Mina, basi tumefika mwisho ibada yetu, na Mungu atutangulilie.